Nyosha mkono mbele za Bwana. Baba, asante, uko nasi, tunakuhitaji kuliko kitu chochote. Damu yako mwana wa Mungu iendelee kututakasa, tutakase. Mawazo yetu wayajua, matendo yetu wayajua. Tutakase Masia, tutakase sisi. Masikio yetu yafumbuke, ufahamu wetu uwe wazi kupokea, uelewa wetu uongezeke kwa njia yako. Roho Mtakatifu, utusaidie, tusaidie tena. Roho Mtakatifu, karibu, nitumie kama chombo. Natangulia kukupa sifa zote na utukufu kwa ajili ya heshima yako Kristo. Asante kutupenda, asante tena, katika jina la Yesu, amen. Tokane kujitahidi kuja. Mungu akubariki sana. Hali ya hewa inapingana nasi na sisi haitutishi, si ndio? Tunampenda Mungu katika kila, yaani kwa vyovyote vile. Mungu wangu mimi si wa jua, wala Mungu wangu si wa mvua, wala wa matetemeko. Yaani Mungu wangu ni Mungu wangu, aniitapo nitaitika. Amen. Na anaita kupitia hizi sauti mnazoziona madhabahu. Amen. Yaani mtu mwingine, najua kuna wengine wapo makazini, wengine saa hizi wapo kwenye foleni, wameshindwa kutoka, wanatamani wawepo hapa. Lakini wapo wengine ni watu wameungwa kuto kujali, kila kitu wanachukulia sipo, yaani kawaida tu. Mimi huwa najiuliza saa zingine nikisoma neno, hivi Yesu aliwaza nini? Mimi ujue mwenzenu, Yesu nimemfanya kuwa rafiki. Lakini Yesu ukitaka awe rafiki, ongeza kiwango cha kumtafuta. Si unajua wote tunapendwa kanisa, na wote tunapendwa upendo wa agape. Lakini lazima ujifunze wewe kumpenda Yesu. Unataka upendo ufike ngazi ipi? Kuna upendo wa agape, lakini kuna upendo wa urafiki. Awe kwako rafiki, uingii hivi hivi. Kama unasoma neno utanielewa. Wamama tuko jeshi kubwa. Tuko. Mama wananifundisha jamani. Tunapojisemaga sisi ni jeshi kubwa. Ngoja kitu kimpate. Anayeyuka. Ameacha mafuta. Unajua kwa nini anayeyuka? Una neno. Shetani haogopi. Sikia. Unajua watu wengi wanazungumza jina la Yesu, lakini unapolitumia jina la Yesu linatoka katika nguvu, linatoka katika kiwango cha imani. Au hujajua hilo nalo somo, ila sio la leo. Biblia inasema mpate kuongezeka. Unaona mtu anakemea baadaye anamkimbia mwenye pepo. Aje toka afanye sio. Toka nimekwambia shindwa. Choma sinisaidie. Shindwa. Sikutoka wakati niko mwinjilisti, yani nilicheka. Mimi nikasema nijifiche. Yeye nasikia cheko zimenijaa. Yaani zimenijaa, ninashindwa kuvumilia. Tumechoka. Tumehubiri nyumba kwa nyumba, tumechoka. Na Yesu alijua tumechoka. Moshi. Sasa tunapita hivi, tunatoka. Tumefika kanisani, ndio tunaenda kwa mchungaji. Tumwambie mchungaji tunaenda kulala, tumepita hata kusalimia. Jamani, uwe tayari wakati unaofaa. Kumbe mle kuna wapendwa wameshafunguka na mtu mwenye pepo, yaani mizimu, sio pepo, sio vile vya mkeni. Unajua mapepo yana ngazi. Mizimu
tena wabavu. Mdada anazunguka, anaanzia kule kuzunguka, anafika huko, wameshakemea, wameamua kukaa, wamefunga milango hizo Bruce Lee anazozipiga, akatutoa macho, wakaamua kumfungia, wakakaa nje, wapendwa na Yesu wao. Kweli yani, ndipo hivi unajifunza kwa Yesu, unajifunza. Sasa sisi hatujui nini, tunateremka hivi, nikaza ndio nimefika kama pale kwenye mlango, nipiga makelele, dada, kuna mtu apiga, wewe mtumishi, tumeamua tufunge milango. Yaani mshiki, yaani tukimshika utakifanya hivyo wote watano tunaanguka. Sasa sisi tukae tu hapa tusubiriane, tiane nguvu. Wanaosubiriwa sasa wamechoka. Mimi kakapa. Moja kashingaza hivi. Kama kuna kidevu mkaka. Upande wetu. Sasa mimi nikamwambia Mungu, hebu ngoja kwanza. Kwani wewe anajinia? Nikasema hebu fungueni mlango. Afu nikamwambia Mungu, nifanyaje? Ndio mimi najiuliza. Hapa nafanyaje? Yaani hapo ungekuwa unaona kwa nyama hivi. Yesu ni Bwana hata sasa. Nikamwambia fungueni mlango, wakafungua. Sasa tumezoea hofu. Basi Mungu hapa naingiaje? Nikapata hekima. Sasa hiyo ikaja. Nikamfanya. Unajua ile kuruka ile sawa sote mtaani. Ndio anakuja kwangu hivyo. Ndio ananijia hivyo mjuu. Sasa nawaza ananibeba miguu, ananibeba miguu. Sasa hekima ikaja. Nikanyosha hivi. Kasema mwanaume kweli, shika Mungu. Wewe ulivyojaa moto. Nimenyosha hivi hapo mlangoni, njoo. Wala sitaongea wala nini. Shika kama unaweza. Alipokuja na mimi nikasema hapa, najua hapa hana chochote ni kutisha. Kwa hiyo ndani yangu niliposema shika mguu, tayari Mungu akanipa ujasiri. Nikakaa hivi. Yaani alikuja. Unajua sio binadamu sasa anatumika. Sasa nimefua kichwa hamna lolote. Mimi nikabaki hivi nimemwangalia. Alipofika kwenye mguu akafanya. Yaani kashika hewani hapo. Sasa nguvu zako ziko wapi sasa? Sasa ile mguu lako limejaa moto. Nikamwambia tupite kwanza. Maanake mapepo hupenda kujitukuza. Nikasema kuachana nalo, hana kitu kwetu wala hana kitu kwa Yesu. Yaani huyu biashashindwa tayari. Unatumia njia kuatisha watu, tumeshakujua na tumeshaambiwa. Kwa hiyo umeshafeli kabla hujafeli. Tangu miaka 2008 iliyopita. Ulishafeli. Hebu tukampe Mungu Baba utukufu. Tukaingia sasa wote na wale wa Kristo. Tulivyomaliza tumekuja. Sasa mmoja kajisahau. Ile tunarudi sasa tukae hapo. Akaongea kwa nguvu. Ila jamani mimi mwenzenu nimechoka. Eti nikasikia kama kumbe watu wenyewe mmechoka. Amka. Nani kachoka? Sijachoka. Kaza nawe mpaka ubibi. Yule anasema nimechoka. Ni kijana ni mnene ni bonge aliruka. Nani? Sijachoka. Nani amechoka? Sema haya tokembe. Lakini alikuwa na mapepo ndani yake 25. Kwa hiyo kuna siku anapotea. Yaani aishi huko. Bwana anamchukua. Lakini Bwana akamfungua. Amen. Na alikuja kuokoka. Na mimi Mungu amemtendea mambo mema. Sasa fikiria, ni wapendwa wangapi
Tumeamka kanisani afu tunauoga. Paka tu akilia hapo nyumbani. Shindwa. Sasa paka wa kawaida. Kafanya tu nyao. Nimekwambia utoke hapo rafiki na kuogopa. Hata ana pepo sasa hiyo. Ni mnyama tu sasa. Japo wanatumika na leo. Lakini nini kimekufanya ufoke hivi? Hofu. Ni wangapi wa Mungu? Unasikia kitu kama ulikuwa unaomba saa 9 unanyamaza. Hivi nani huyo? Unaongea peke. Ngoja niwaambie mnaoamka mapema. Ukisikia kitu kimewaka hapo au kuna vituko vinaendelea, usikate maombi. Endelea. Wanakuwa hawapo, wamerusha jiwe na wengine wanataka kuvuka kwa sababu moto unakuwa umechomoka, hawezi kuvuka. Kila anapopanda moto wako wa maombi unaenda juu. Sasa wanatafuta kukatisha. Umeshateka lile anga zima kwa maombi. Wanatafuta, wanaposema nani tayari moto umezima. Wanaenda kufanya uharibifu mahali. Kumbe wao uliposhika hivi kuna watu wanashikilia kwenye mtaa. Nani amenielewa? Hilo somo ni somo la wapiganaji katika ulimwengu wa leo. Yaani kuna vitu tukijifunza hata uwe muoga. Mimi hata unirushe. Baada ya Mungu kunifundisha vita vya kiroho, nimekuwa naongoza makundi mbalimbali kwenye huduma mbalimbali. Sasa siku hiyo ikafika Moshi. Mimi ndio kiongozi, alafu niko Pangwa sasa. Usingizi umekata. Nikasema kama usingizi umekata kitaeleweka. Nilivyoanza kuomba 4, 5, 6, 7. Nikifanya hivi najiona niko kwenye ward ward hospitalini. Wameenda kuchukua watoto, naona hivi naambia mchukui. Yaani naomba mchukua mtoto wa mtu. Leo kimewawakia. Nikimaliza hapo naona wanavyotimka. Nikifanya hivi kuomba, huyo niko kwenye ile miti mikubwa mibuyu. Mpaka wakajiuliza hivi ni nani aliyetuingilia kwenye anga letu? Akasema mtaelewa Yesu ameingia. Saa nyingine unajisemea mwenyewe kwamba Yesu yupo town. Na unakuwa una uhakika kwamba kuna mahali nimeharibu. Unakuja kusikia hilo wiki watu wakiongea kanisani ambao si wema, na makanisani wanajaa kama mjui. Hivi kwa nini na Yesu alisemaga tuwaue, mbona hawafi? Wana roho ngumu. Sio kwa ile neema. Mimi kweli nakuashia moto. Sina na huruma nao. Hivi tumbembeleze tu. Ataokoka hata kama Mungu ni kanisa. Huu wiki moto unakuakia. Ataokoka tu kwa neema. Aendelee kula watoto wetu. Ale nyama yake mwenyewe kwa jina la Yesu. Kuokoka okoki ni agent amejitundika hapo. Hawana aibu, wanaingia kwenye makanisa. Mimi napata neema ya kualikwa maeneo mbalimbali. Ndani unakuta vituko hadi madhabahuni, halafu hawana woga. Na wengine wananena kwa lugha. Nani amekuruhusu unene kwa lugha ya kuzimu kuileta kanisani? Wengine hata ninyi waimbaji. Kwa kuwa agents wengi kuliko mnavyofikiri kwenye kwaya. Kuliko unavyofikiri. Ukinena ananena. Ila masheke, anawafuruga. Yaani unaenda kama mwenge. Hujaona mtu ananena alafu hakubariki. Yaani anakukwaza na lugha yake afu unajifikia kwani nakwazika. Afu yuko rohoni. Hayuko rohoni, yuko kwenye roho yake.